Sikuelewi. Mbona sikuelewi? Ili mnielewe. Ukweli wa haya mambo yote anajua baba mkubwa, anajua chimbuko la chini mpaka la juu. Kama mama yako mchawi au sio mchawi. Toka. Masikia? Kuna mtoto hapa wala ndugu yoyote. Mwanangu, kuna nini? Mbona sikuelewi? Wewe unafukuza mama kama mbwa. Wewe. Haya mambo ni ya kifamilia, hayakuhusu. Wewe ni mtubaki. Toka. Mimi mkeo. Mtubaki mimi. Nakufanya kitu kibaya sana. Naomba niko vibaya ingia ndani. Niache kuondoka. Nitampia. Kumbuka yule ni mkeo. Na mimi ni mama yako mzazi. Nimekuweka tumboni miezi 9. Nyota, wewe ni mwanangu na mimi hapa niko kwa mwanangu. Kuzaa. Yaani unajimwamba fai hapa kwa sababu ya kuzaa ambako hata mbwa wanazaa. Mchawi mkubwa wewe. Mimi mchawi. Sukuma. Sukuma. Wapi tu mwana? Kaka, inatosha. Kuhusu mchawi sio mchawi naelewa. Mimi sijafuata hapa kujua ni mchawi au sio mchawi. Nataka unisaidie, nina tatizo, kuna kitu tumeacha kwenye gari. Mzee wangu. Sasa sitaki maneno mengi. Mimi msaada wangu kwangu kuwapeleka kwa baba mkubwa. Maana yeye ndo anajua chimbuko lote juu ya hili. Basi linashuka tu kule chini. Yule mzee akaja. Nikamwambia mzee unasemaje? Akaniambia wewe umanikwea si nini. Nikawachana naye tu. Wewe mambo yako. Sema unajua nini manikwea? Umri umeenda sana. Inabidi tufanye mpango tuoe sasa. Kaka. Si bwana, kuna sehemu nafukuzia lakini hapakamatiki. Kuna msichana anampenda sana. Ananisumbua. Yaani naona niko tayari nife kwa ajili yake. Manikwea, mapenzi yalazimishwi rafiki yangu. Kama anakukataa, ujue huyo sio fungu lako. Sio fungu langu? Hata kama sio fungu langu, nitalazimisha ili nimpate wewe. Na nikija kugundua kama kuna mtu ananifanya mimi mpaka nikataliwe, nikimjua utafanya nini? Kijiji kizima kinanijua kwamba mimi ndio mwamba wa kijiji hiki. Wewe mwenyewe unajua. Mimi sio mtu wa masiala. Manikwea, kaa basi chini tuongee. Sasa mambo gani hayo? Watu wanajivunia mali sio uchawi. Sikiza nikwambie. Mimi wa kwangu tumekubaliana. Yaani mpaka unavoona kwamba tunaenda sawa ujue tumekubaliana kila kitu. Yaani na yeye ndo mtu ambaye mimi namtegemea na yeye ndo ananitegemea. Yaani kiufupi tunapendana. Na kijiji kizima hichi yeye ndo mrembo na si mwingine ni Sauda. Sauda? Wewe ndo unanifanya mimi nikataliwe na Sauda. Kwa nakaa nazunguka natafuta mtu ni wewe. Wewe. Kwa hiyo mtu mwenyewe unamzungumzia ni Sauda? Nakwambiaje? Achana na huyo msichana. Huyo msichana ndo ananisumbua mimi. Sasa nakupa siku 3. Umwache Sauda au ninywe damu yako na wazazi wako. Manikwea. Manikwea. Siku 3. Nimeshamjua anayekupa jeuri Sauda hapa kijijini. Nikwambie tu kitu kimoja.
Chagua siku hizi 3, uwe na mimi au uwe Wilson wako anayekupa jeuri, ili ninywe damu yake na wazazi wake. Na nimegundua umo tumboni, nimeangalia kwa jicho langu la 3, kuna kiumbe na mimba. Hicho kiumbe kina umuhimu sana katika ulimwengu wetu kuliko mtu mzima. Uamuzi ni wako. Siku 3 wewe. Karibu Manikwea. Shangazi, nisamehe sana kuja kwenye himaya yako bila ruhusa yako. Unatambua wazi wachawi wote katika kijiji hiki mimi hawawezi kuniingilia nikifanya kitu changu, ila wewe tu ndio unaweza kunituliza. Sasa naomba uniruhusu kunywa damu za watu ambao hawajielewi au kula nyama zao mbichi. Wewe ni mtoto wa kakaangu, ni damu yangu. Ruksa. Umesikia mke wangu? Yaani kipindi hichi mimi ninachotaka. Ndio. Sawa? Maana heka yenyewe tunazo chache tu. Sawa. Sasa tuongeze heka nyingine. Za nini? Za mahindi, za mpunga? Mimi ninachokwambia tuongeze heka. Sawa, nimekuelewa. Ili Wilson. Buji. Buji. Umefuata nini tena Buji? Yaani hata siku moja. Unastuka Nimefanya vizuri sana kustuka. Ujio wangu hapa ni mzito sana. Vipi tena? Tena ni mzito kweli kweli. Ninyi mmepewa siku 3 tu ya kuishi hapa kijiji, mhame ama mfe. Sasa tuhame au tufe? Na sisi hapa ndo tumezoea. Tumezeekea hapa. Sasa tutaenda wapi Buji? Mkitaka kujua habari zaidi, muulizeni mtoto wenu Wilson. Wilson? Buji. Wilson. Buji, badilisha msimamo wako Buji. Ebu, usilie. Ndio mambo ya dunia haya. Kiama za mke wangu. Msikie. Sauda. Mwangu. Mama. Baba, kuna nini? Ulikuwa wapi? Mama yako nimemtuma aje kukutafuta. Lakini ndio umekuja muda huu usiku? Nilikuwa kusaga baba. Kwani kuna nini? Na Wilson mchumba wangu yuko wapi? Mbona sielewi? Mama. Mbona sielewi mama? Na Wilson yuko wapi? Mama. Wilson yuko wapi baba? Mbona sielewi? Kajua mama kwenye barua.
Sawa. Sijali mpe. Pole sana mpenzi wangu Sauda, najua utaumia sana, lakini nimeona bora nusu shari kuliko shari kabisa. Tayari penzi letu limeingia doa, maana nimeona kushindana na Mwanikwea siwezi kabisa, kwa sababu mwenzangu anatumia nguvu nyingine ambayo mimi sina. Sikuona namna nyingine zaidi ya kuondoka kuliko nibaki hapo kijijini tupotee wote, wewe pamoja na damu yangu ulioibeba tumboni, wazazi wangu wasio na hatia. Hivyo nikaamua kuondoka kwenda mjini. Naomba kama mwanangu atatokea akazaliwa ni wa kiume, muite Nyota Mpya. Lakini akizaliwa wa kike, muite Sauda, jina la mama yake, ili nikimwona siku moja basi nihisi niko na wewe maisha yangu yote. Pia mtoto akikua, nitaomba umpeleke kijiji cha pili, kuna shangazi yangu, huyo anajua kila kinachoendelea. Wewe utampeleka mtoto bila Mwanikwea kugundua, shangazi atamleta mjini. Kama utaridhia, nitafurahi nikiishi naye huko mjini. Naomba uangalie sana wazazi wangu, maana sasa najua shida imeisha kwa Mwanikwea. Atakuwa na amani. Na kama utakubali kuolewa naye, basi naomba mtoto akakae kwa babu na bibi yake. Kwa heri mpenzi wangu Sauda. Mimi sitaoa kabisa, maana sioni wa kuchukua nafasi yako. Nakupenda sana Sauda. Sauda, nilikwambia kama hautoelewa na mimi basi bora ubaki hivi hivi, na hiyo ndo furaha yangu. Mwanaume yoyote atakayekusogelea wewe basi nitammaliza. Mwanikwea, mimi nimechoka. Fanya lolote lile unalotaka kulifanya, lakini mimi siwezi kuwa na wewe. Ulinondolea Wilson, mwanaume ambaye nilimpenda sana. Nikamwa kuolewa na mimi, mwanaume ambaye hata sikumpenda. Na wewe kumwondoa bila kosa la aina yoyote. Angalia sasa nangaika na watoto. Wilson amekuachia huyu mkubwa, na Beni amekufa naye amekuachia huyo mdogo. Mlembo wewe, una mkosi sana, una mkosi. Sasa subiri, nitakuonyesha. Utanionyesha? Wewe una macho mawili ya kupetea mchele, mimi nina macho manne ambayo mawili umeyaona hapa, mawili huwezi kuyaona hapa. Jamani, usipoteze muda. Mwanikwea, kuhusu wewe, kusema kweli tushangaza sana hapa kijijini. Wazazi wa Wilson walikufa kwa kupigwa na radi wakiwa shambani. Sisi sote tulijua hapa kijijini ni ajali ya kawaida, na hata mtaalamu wetu Bungi alisema ni ajali ya kawaida, tusijali. Wazazi wa Wilson walipokufa, wewe hukuonekana msibani, hukuja msibani, na Wilson hakuja kuwazika wazazi wake. Watu wengi tuliumia sana. Mimi nikajiuliza kuna nini? Sikupata jibu, lakini baadaye nikaacha, maana hata mtaalamu wetu Buji alisema ni ajali ya kawaida, kwa hiyo katuhakikishia, kwa hiyo hatukuwa na wasi. Juzi tena ghafla Beni naye alikufa.
hivyo vyote kutokea msibani. Mimi nikajiuliza kuna nini? Nasikia Wilson aliondoka ghafla hapa kijijini. Lakini mwenyekiti, kwa nini tumize kichwa wakati mhusika yupo hapa? Hivi yote haya anayoongea mwenyekiti ni kweli? Ndiyo, ni kweli. Umwana ujumki. Labda niwaambie tu ukweli. Mimi ndio nahusika na kila kitu. Na taarifa zangu anazo. Nilimwambia kila mtu atakayehusika na yeye nitammaliza. Mwenyekiti, unaona anajibu kabisa kwa jeuri, angalia. Na nitaendelea kuua. Sikia wewe kijana. Tena una bahati sana. Maana serikali yetu haiamini uchawi. La vinginevyo ungehukumiwa kunyongwa. Lakini sisi tayari tumeshaamua. Tunakupa siku 3 tu. Wewe umeshaondoka kwenye hichi kijiji. Wewe umeshahama kwenye hichi kijiji. Tena utaondoka na binti yako mdogo. Pamoja na kwamba binti mtoto mdogo hana makosa, lakini sisi hilo hatulitambui na hatulitaki. Utaondoka na binti yako. Sisi hatuogopi uchawi wako wala hivyo vituko vyako. Tumekuchoka. Ondoke tu. Huo ndio ukweli wa Sauda na Mwanikwea hapa kijijini. Mimi nimefikiri ameacha ile mambo yake. Kumbe bado anaendelea tu. Sana. Mjukuu wangu, mbona unashangaa sana, unastuka? Kwani wewe ni mtoto wa Sauda? Huyu ni mtoto wa Mwanikwea. Ndiye aliyeshirikiana na baba yake kuniharibia mimi. Naombeni mnipeleke kwa mama yangu jamani. Nataka kumuona mama. Babu, naomba tuongozane wote mkaniombee msamaha kwa mama basi. Tulia mjukuu wangu. Tutakupeleka tu kwa mama yako. Hapa hakuna jinsi. Hili jambo lishakuwa kubwa kuliko hata uwezo wangu. Babu kubwa, tunafanyaje? Kweli kabisa. Hii ni tatizo. Tukamwambia tumpeleke akamwone mama. Yule mtu mbaya kama ninavyokuambia mwanangu, ndiye aliyemuua bibi yako, amemuua mama yako, amemuua baba wa yule kijana. Sasa huyo mtu anafaa kweli? Fai kama ninavyokuambia. Isitoshe namba zake ninazo. Nimeshazipata namba zake. Haina shida dada. Nimekuelewa. Naomba hizo namba. Nitamtafuta yule kijana. Umesema anaitwa nani? Nyota mpya. Okay. Nitamtafuta. Naomba namba yake. Sawa, nitakupatia. Namba iko ndani. Nitakupa sasa hivi. Haina shida dada. Mama. Kumuona mama. Twende. Twende kamuone mama yako. Pole sana. Mama. Nataka kumuona mama. Unamchelewesha. Unakumbuka kipindi kile nilichokuja mjini? Ukakataa kata kunisikiliza.
Baba, umesema kutumainiwa kama mlima Sayuni, hatatikisika milele. Bila mimi nimetikisika. Nashindwa kuendelea Baba kama sina Mungu. Jitokeze basi. Mama, utaki kulia. Endelea kulia mpaka lini? Umefikia sehemu basi uwe shujaa. Mama. 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 Ma. 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 Sauda. Sauda. Wapekee. Mama ifanyaje? Wapekee. Wapekee. Sauda. Tani sana hii. Sauda. Sauda. Muna ba? Sauda. Wapekee. Wapekee. Nifanye nini hapa? Baraka. Mungu wangu. Sasa usianze kulia. Twende ukaone. Twende, kwanza twende. Sasa tulia. Siwezi kulia. Twende basi kwanza. Tunajua. Lakini sasa sisi twende. Twende. Mbona sielewi? Sielewi. Sogea karibu. Mkampi. Sielewi.
Sasa sogea kwanza nitakuelewesha vizuri. Kuelewesha kwa hutoelewa kabisa. Nakuomba mjukuu. Nanishtua. Sielewi mimi. Huyo ni mdogo wako. Ndio mama. Sawa. Mwenyekiti, nataka unipeleke kwa mama. Twende kwa mama. Tusikize nyota mpya. Nisikilize. Twende kwa mama. Tulia, nyota mpya, tulia. Huu ndio kweli halisi. Hatuwezi kubadilisha chochote. Nyota mpya. Hebu sikiliza. Mpelekeni kwa mama na mdogo wangu. Sawa. Nisikilize. Sasa naenda wapi? Hebu njoo basi. Tulia kwanza. Tulia nyota. Hebu tulia. Hebu jikaa. Tulia nyota. Mama. Pole sana. Jikaze nyota. Tulia. Mama. Nyota mpya. Mama nilidanganywa. Mama. Nyota mpya. Hebu sikiliza. Wewe ni mwanamume. Unajua kabisa kweli inauma. Anaondokaje? Mama? Hajaniachia hata mdogo wangu wa pekee. Mimi. Nyota mpya. Mama ni nyota mpya. Hebu mama wangu nimekosa. Nidanganya mimi. Mungu, kuna nini? Naomba. Mama ameondoka, naomba. Mama ameondoka. Basi jamani. Utaita wapi jamani? Twendeni jamani. Nyota. Sina mama. Mama. Hebu mshike. Mama, pekee. Mama. Tulia, nyota mpya. Wewe ukilia na huyu unatia analia. Mama. Mimi sina mama. Mimi hapa, mimi mkeo, mimi ni mamako. Sasa hayo maneno mnaongea ni mazito sana. Twendeni kwanza tutamaliza haya, tutamaliza. Nyota mpya. Tunajua kwa baba sasa hivi. Hebu mama. Mama. Ukaje na mwacha mama. Olga. Mpya. Ndio.
Kilindi, ulikuwa wapi mama? Sijakuona kutwa nzima na kupigia simu upokee. Kuna nini bwana? Hauko sawa? Manikwea, unanikumbuka? Utakuwa umenisahau, sio tatizo. Na huyu je? Shangazi. Za miaka mingi shangazi. Nzuri shangazi. Habari za siku? Habari za siku nzuri shangazi. Shangazi, hivi Sauda yupo? Sauda yupo. Yuko mjini kwa yule mtoto wake ambaye baba yake ni yule Wilson, alikuwa rafiki yako. Shangazi, Sauda yupo mjini? Yupo mjini. Hapana. Siwezi kukubali mimi Sauda bado aendelee kutumbua maisha. Sauda sitaki aendelee kula raha hapa duniani. Kwa nini? Kwa nini Manikwea? Aha. Haya mambo sasa yashapitwa na wakati. Achana na hiyo habari. Hapana shangazi. Nasema hapana shangazi. Mzee Shimani. Mzee, sisi ni maafisa wa polisi kutoka makao makuu. Tunahitaji kuchukua kwenda kituo cha polisi ili ukatusaidie. Mzee, unasikitisha sana. Umemtumia binti yako vibaya kwenda kuvuruga familia ya Wilson. Mzee, sasa mtoto wa Wilson amempoteza mama yake kwa sababu ya uongo wako. Cha kukusaidia bila shuti na kuomba tuende kituo cha polisi ili ukaoneshe ushirikiano. La sivyo usitake tutumie nguvu. Mzee, sasa kwani unafanya nini? Unatupotezea muda. Mzee, unafanya nini? Sikuelewi. Niwe. Ache. Sogope. Nimekusaidia kama shangazi yako. Mpaka nimevunja sheria za kijijini kwetu. Manikwea. Umemnyanyasa Sauda tangu usichana wake mpaka uzeeni. Na pia bado hujafaidi, umemuua. Mimi sitaweza kukusaidia tena. Wewe kubali umepoteza tu. Kubali umepoteza. Nenda! Unanitizama nini? Umepoteza mwenyewe kweli. Nenda tu.
unaujua sasa. Kuwa baba yako ni nani? Nyamaza, nyamaza. Nimechoka. Unajua leo ndo mara ya kwanza, yani tangu msiba umetokea wa mama ndo hivyo. Sipendi kutoka, sipendi. Nashukuru umenitembeza kwa. Kwa kweli mume wangu, unajua mimi nashukuru sana sababu yako. Unajua hivi na furaha unaendelea vizuri. Unajua nilikuwa na hali mbaya sana baada ya msiba wa mama. Ndio hivyo. Yameshatokea tu mama. Nashukuru Mungu kwa ajili yako. Nashukuru Mungu kwa ajili ya hilo. Hatuna namna, lakini bado kuna jambo gumu linanitesa. Sijui nitalimalizaje. Yaani kivipi tena mume wangu? Kuna lingine tena jamani? Au ni kuhusu wazazi? Kama ni kubaki juu ya wazazi. Mimi niko mke wako niko. Alafu pia baby, muda si mrefu utaenda kuitwa baba. Usishtuke. Kivipi naomba? Mbona sijakuelewa? Kwa sababu mimi ni mjamzito. Na mimba ya miezi 2. Ndio. Wewe? Ndio mume wangu. Unajua? Yaani ngoja kwanza, miezi 2. Miezi 2? Wewe ni mjamzito? Ndio, mimi ni mjamzito. Yaani hapo ulipo wewe ni mama Kijacho? Ndio mume wangu. Lakini miezi 2. Unajua nilitamani kukuambia muda mrefu, lakini sasa nilikuwa nakuogopa. Unajua ulikuwa mkali sana. Ulikuwa mkali sana, nilikuwa nakuogopa. Afu jana usiku nilisikia ukiongea na mtu kwa simu kuhusu mkojo wako kukutwa na mimba. Yaani nilishtuka. Lakini ngoja, yaani wewe hii sana wewe umeshalijua? Ndio, kasema sijasikia vizuri au, lakini nilisikia vizuri. Ila nikakumbuka kuna siku uliwahi kumpigia daktari ukamwambia unajisikia vibaya. Sijui ilikuwaje, lakini uliingia bafuni ukakojoa mkojo na kuweka kwenye kopo fulani. Niliingia nikajiuliza nini hiki? Baadaye nikafungua ili nijue ni nini. Bahati mbaya kikaanguka, mkojo ukamwagika. Ikabidi nikojoe mimi niurudishie vile vile, maana nilijua ungegundua mume wangu ungeniua. Maana ulikuwa mkali sana, kitu kidogo tu unakikuza kinakuwa kikubwa. Wewe wewe yaani kumbe ni wewe? Ndio, ni mimi. Kwa hiyo unajua mke wangu, vumbi likiwa juu huwezi kuona.
Kwa hiyo mimi sijawahi kurogwa. Hakuna ushirikina wote uliofanyika kwangu. Yaani mimi Ni kweli mume wangu, hujalogwa wala nini? Wewe Kabisa hujalogwa. Unajua kwa sababu yaani ushirikina bwana. Nikiangalia nikikumbuka tulipoteseka wewe. Yaani tumepata shida. Nakwambia. Sikiliza. Kule kijijini yule mganga amewaaminisha watu yeye anaweza kuwasaidia. Hapo amewageuka wana kijiji, baadaye wameumia. Umeona? Sasa yaani hapa mke wangu nimegundua kumbe wa kumtumaini ni Mungu tu 100% ndugu yangu. Ni kweli mume wangu. Mungu pekee ndo kumtegemea. Mungu aliyeziumba mbingu na nchi. Yeye ndo abadiliki jana, leo na hata milele. Mungu pekee yake mume wangu. Lakini wanadamu hawa atakwambia leo hii kabisa. Waki ya Mungu. Unashangaa. Unajua, sikiliza. Huyo dada bwana. Huyo dada anaitwa Kilindi. Ukisikia sauti yake, Mtobia hapa tumerogwa. Alikushauri kwamba umelogwa. Nilikuwa naenda kumuoa. Kwa sababu nilipokuchukia naoa. Ilikuwa niweke ndani yule. Mungu amekutetea. Sasa kufanya hivi. Akabu. Mimi namshukuru Mungu, yote yameisha. Endelea na maisha yetu tumlende. Akabu.